Habari, karibuni tena kwenye chaneli yangu. Leo tunaenda kutengeneza tena buttercream aina nyingine, yani inamaanisha kwa kipimo kingine tofauti na ile ambayo nilikuwa nimesha-upload mwanzo. Kwa hiyo kuwa nami mwanzo mpaka mwisho uweze kuona ni kwa namna gani tunaenda kuandaa hii buttercream. Na hapa niko na mwanafunzi wangu ambaye alikuja kujifunza live class ya keki. So hapa alikuwa anaandaa buttercream na akaweka hiyo Prestige kwenye bakuli ni 150, anapima hapo kwenye mzani kama mnavyoona hapo kwenye video. Utahakikisha umepima 150, usizidishe na usipunguze. Mahitaji yanayotumika hapa leo ni Prestige gramu 150, tutatumia maji vijiko vitatu, na hii ni kwa ajili ya wale beginners ambao bado hauna kifaa chochote na unatamani kuandaa keki ama kuandaa buttercream yako. Kwa hiyo hii ni njia rahisi ambayo nimekuletea leo. Utaona ni namna gani utaandaa buttercream yako kwa njia rahisi kabisa bila kuwa na hand mixer au standing mixer. Kama hapo mnavyoona, mwanafunzi wangu huyo anakoroga hiyo Prestige. Utakoroga hiyo Prestige yako mpaka ianze kubadilika rangi kidogo. Halafu ndio utaendelea na hatua nyingine. Kama wewe ni mgeni kwenye channel yangu, tafadhali usiache kulike, usiache kusubscribe na kucomment pia tukiwa tunaendelea na darasa letu hapa. Usisahau. Basi tunaendelea kama hivyo mnavyoona. Atakoroga mpaka ibadilike rangi kiasi kama hapo. Halafu tutatumia icing sugar ambayo tumesema ni gramu 500. Hiyo hapo inafunguliwa na mwanafunzi wangu huyo. Anaifungua hiyo icing sugar. Ni gramu 500, Prestige gramu 150. Lakini pia tutatumia maji ya kawaida tu ya baridi. Ya baridi kabisa ambayo ni vijiko vitatu. Unaona alikuwa na struggle kufungua hiyo icing lakini alikuja akaweza, so tukaendelea kama hivyo. Ataendelea kuweka hiyo icing sugar kidogo kidogo kwenye ile Prestige ambayo ulikuwa umeshaichanganya. Hapa sasa tutatumia tu mwiko wa kawaida kabisa kama wewe hauna hand mixer au hauna stand mixer. Hii ndio njia bora kabisa ya kutengeneza buttercream yako nzuri na kwa rahisi kabisa na ni laini sana. So taendelea kuongeza icing sugar kidogo kidogo, na hayo ni maji nimeshikilia. Unaona nitapima, hicho ni kijiko cha kipimo cha keki ni 1 tablespoon. So nitaweka kijiko cha kwanza kama hivyo mnavyoona hapo, na hicho ni cha pili kama mnavyoona hapo. Uzuri video inaenda taratibu sana, kwa hiyo una uwezo wa kuona kwa makini kabisa. Kwa hiyo ilikata kidogo, tukaweka maji tena kijiko cha mwisho cha tatu, na unaona buttercream inakuwa ni laini, inakuwa ni soft, yani iko vizuri sana. Hii hata unaona ilivyo smooth hivyo. Kwa hiyo hata unavyoenda kupamba kwenye keki yako inakuwa hivyo hivyo, haikusumbui kwenye kupamba keki yako. Buttercream ikiwa ngumu, obvious lazima itakusumbua kwenye kupamba keki kwa sababu itakuwa inabanduka. So hakikisha unatengeneza buttercream yako soft tu nzuri, isiwe soft yani ile ya kupitilize kachuruzika kama ile ya kutengenezea dripping, hapana. Yani inatakiwa tu kuwa kwenye consistency nzuri kama hiyo mnavyoona hapa. Ukifuata vipimo na ukafanya kama tulivyofanya hapa, na kuhakikisha utatoa buttercream nzuri ambayo utapambia keki na haita kusumbua hata kidogo. Kwa hiyo cha muhimu ni kufuata vipimo. Ni vipimo tu, hakuna uchawi mwingine jamani kwenye buttercream. Maana watu wengine wanatengeneza buttercream, unapamba keki inafika kwa mteja imeshachuruzika yote. Hii buttercream ukiipamba yani inakauka kwanza haraka, kitu cha kizuri hicho. Unaona, na hapo sasa sisi tuliongeza hiyo rangi, tulitumia rangi ya red, ila nilikuwa nataka tu pinki hiyo light kabisa, isiwe imekolea. Basi baada ya hapo tukao tumeweka kwenye container icing sugar yetu kama hiyo. Hiyo ndo buttercream jamani, tumeitengeneza. Vipimo ndio hivyo, nitaviandika pia kwenye description box. Unaona ilivyo laini ukipitisha kijiko yani ni laini. Kwa hiyo hivyo unavyoiona inafanya hivyo, hata unavyoenda kupamba kwenye keki inakuwa iko hivyo hivyo. Inakuwa iko soft namna hiyo.
haiachi mashimo mashimo, haiachi, yani inakuwa iko soft kama hivyo. Kikubwa uchawi ni kufuata vipimo tu jamani, yani uchawi ni vipimo. Basi baada ya hapo sisi tukawa tumepamba keki yetu namna hiyo. Ilikuwa ni keki tu ya kishughuli kidogo cha harusi. So ikawa hivyo, inaonekana hivyo, ilikuwa ni nzuri. Kuanzia keki yenyewe ndani ilikuwa ni tamu sana. Nitawatengenezea video jinsi ambavyo nimepamba hii keki mpaka ikaonekana hivyo. So jamani, tulifikia mwisho. Hapa ndo tukawa tumefika mwisho wa kupamba keki yetu. Tunawapenda sana, msiache kuangalia video zetu tunazoendelea kuposti hapa YouTube. Kuwa nasi ili uweze kunufaika.